yeye hakuwa miongoni mwa mitume waitwao rusulu wale 313, wala si miongoni mwa mitume walioitwa anbiya wale 124,000. Lakini Qur'ani imemsifu kwa sifa nzuri sana, na si mwingine huyu ni Habibu Najjar. Na hii ni historia ya Habibu fundi seremala. Katika historia ya miji ya kale ya Mashariki ya Kati palikuwepo na mji maarufu kwa jina la Antakia. Leo hii unajulikana kama Antioch, mji uliopo kaskazini mwa Syria karibu na mpaka wa Uturuki. Hapo ndipo aliishi kijana mmoja fundi mdogo wa seremala aliyojulikana kwa jina la Habibu Najjar. Hakuwa nabii wala si miongoni mwa mitume waliotumwa, bali alikuwa ni raia wa kawaida mwenye kujishirikisha na kazi za ufundi seremala, lakini moyo wake ulikuwa ni miongoni mwa nyota zilizong'aa kwa imani. Katika Qur'ani tukufu imemrejea surati Yasin aya nambari 13 hadi 27, imemtaja kwa heshima kubwa, ikimtambulisha kama mfano wa muumini mwaminifu aliyebeba msimamo wa haki mbele ya jamii yake iliyoasi. Pindi aliposikia Mungu kawatuma mitume katika mji wao, alifurahi sana na kujua kuwa watu wa mji wake watawafuata mitume hao na watafanya ibada ili waishi katika maisha ambayo Mungu tayari kayaridhia hapa duniani na kesho akhera. Lakini furaha yake ikageuka kuwa huzuni kubwa baada ya kupata habari ya kwamba mitume hao watu wamewapinga na wanataka kuwaua. Kijana Habibu Najjar akaja akiwa anakimbia kwa umbali wa kilomita zaidi ya 40. Alipofika katikati ya mji, akizungumza maneno ambayo Allah ameanukuu katika surati Yasin, akisema wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Fuateni mitume wa Mungu, wafuateni hawa waombe nyinyi malipo mkiwafuata wala mali pindi mtakapowafuata. Tena hawa wanawaongoza katika kheri. Wale jamaa zake wakasema, yani wewe umeachana na dini yetu na kufuata dini ya hawa maadui zetu? Habibu Najjar akawajibu, wama li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Hivi kwa nini mimi nisimwabudie yule ambaye ameniumba na kwake yeye nyote mtarejeshwa baada ya kufa? Wao wakamjibu, kama hutaabudia miungu yetu tutakuua. Akawajibu, hivi mimi nimwabudie asiyekuwa Mungu? Kwa mimi kuniamrisha jambo kama hili sitakuja kufanya. Yakapita majadiliano mengi baina yao, wakamkamata, wakamsurubisha, wakamkanyaga, wakamuua na miguu yao mpaka mfupa wa mbavu ukatokea nje kupitia sehemu ya nyuma. Baada ya kufa aliambiwa ingia peponi, kwa maana yake yeye ni mtu wa peponi. Kisha Mwenyezi Mungu akawaangamiza watu waliofanya kitendo kile katika mji huo wa Antiokia, na ushahidi ni aya inayosema in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Hakika hakikuwa hicho kilichowafikia wao isipokuwa ni sauti moja ya kishindo kikubwa kutoka kwa Jibrilu, mara wote wakawa kimya, wameangamia.